Msichana huyu alikuwa amezaliwa upya mara 5. Kila maisha mapya yalikuwa yanaanza akiwa mwanafunzi wa shule ya msingi, lakini kila wakati alikuwa na lengo moja kubwa moyoni mwake: kuwa rubani pamoja na rafiki yake mkubwa Ella. Emma alikuwa amejiwekea ndoto ya kuwa captain wa ndege kabla hajafikisha miaka 20. Ili kufanikisha hilo, alijua alihitaji ufaulu mkubwa darasani pamoja na mwili wenye afya na nguvu. Kwa hiyo, kila siku alikuwa akifanya mazoezi ya mwili na kusoma kwa bidii sana. Katika maisha yake yote ya shule ya msingi na sekondari, Emma aliendelea kuwa mwanafunzi wa kwanza darasani nzima. Rafiki yake Ella alikuwa wa pili kila mara. Baada ya kuhitimu, Emma alifaulu kujiunga na shule bora zaidi ya sekondari katika eneo lao. Hata huko, aliendelea kuwa mwanafunzi wa kwanza darasani. Miaka 5 baadaye, Emma alijiunga na chuo kikuu katika kitivo cha uhandisi wa anga. Darasani alikuwa makini sana. Baada ya vipindi, alikuwa akisoma pamoja na Ella huku wakijadiliana kila kitu kuhusu urubani. Alipofika mwaka wa pili chuoni, Emma aliomba kujiunga na shule ya urubani. Mtihani wa maandishi ulikuwa rahisi sana kwake. Kilichokuwa muhimu zaidi ni vipimo vya mwili. Walipima urefu, uzito, uwezo wa kuona, kutambua rangi, kusikia pamoja na usawa wa mwili. Baada ya hapo, wakafanya mtihani wa flight simulator. Kwa sababu Ella alikuwa rubani katika maisha yao ya zamani, alikuwa amemfundisha Emma jinsi ya kuendesha ndege tangu walipokuwa watoto wadogo. Kutokana na hilo, Emma alikuwa tayari amezoea kila kitu muda mrefu uliopita. Hatua ya mwisho ilikuwa interview. Emma aliwatambua waulizaji wote, walikuwa watu wale wale ambao Ella aliwahi kukutana nao katika maisha yao yaliyopita. Kwa kuwa alikuwa tayari amejifunza tabia za kila mmoja wao, alijua namna sahihi ya kujibu kila swali. Hatimaye, Emma alifaulu kuingia rasmi shule ya urubani. Siku ya kwanza chuoni, wanafunzi wote walitakiwa kuimba wimbo wa shule, lakini Emma alikuwa tayari ameufanyia mazoezi mara nyingi sana tangu akiwa mdogo. Maisha ya hostel yalikuwa na sheria nyingi. Ilibidi kugonga mlango kabla ya kuingia, kuzungumza vizuri na wanafunzi wakubwa kuhusu mambo wanayopenda, kuwa kimya wanapopumzika, kupanda kitanda taratibu bila kufanya kelele, hata kuvuta mapazia ilibidi kufanywe kwa uangalifu. Lakini Emma alikuwa tayari amezoea sheria zote hizo tangu zamani. Kila siku alikuwa anakula kifungua cheno saa 1:30 asubuhi. Alijua vizuri ratiba ya kafeteria pamoja na sheria zake zote. Baadaye wakaanza mafunzo halisi ya urubani. Hii ilikuwa mara ya kwanza kwa Emma kuendesha ndege ya kweli. Aligundua kuwa kuendesha ndege halisi kulikuwa tofauti kabisa na kutumia simulator nyumbani. Alipokuwa angani, alihisi kama ndege anayepaa huru kwenye mawingu. Wakati wa mafunzo, mwalimu alikuwa akiwauliza maswali mbalimbali kuhusu urubani. Ukijibu vizuri, unapita mtihani. Baada ya majaribio mengi na mitihani mbalimbali, Emma aliingia katika hatua ya mwisho ya kutafuta kazi. Baada ya kuhitimu chuo, Emma pamoja na Ella